najiuliza moyoni, bado najiuliza moyoni, bado najiuliza moyoni, nini nguzo ya mapenzi? Bado najiuliza moyoni, nini nguzo ya mapenzi? Wapo wenye pesa. Unajua Barenge ali soko gumu sana ndugu yangu. Sasa mwanangu unasema soko gumu kivipi? Baba, hili soko gumu. Unaona hili soko na usiku kama huu kuna watu wanajifanya wanakuja sasa hivi wanakuja kupokea mizigo, kumbe hawana lolote, wanafiki wanakuja kufikia vizizi vyao. Sasa wewe mwanangu hapa mimi ndo nilichanganya. Sasa humu sokoni na sakafu kama hii, wanachimba vipi kufikia vizizi? Baba, hili soko kwa mfano umeona magunia ya viazi hayo. Kwenye magunia ya viazi hayo hapo chini hapo kuna mbao. Hizo mbao tangu zimewekwa sijawahi kusogea. Mtu hajaweka kizizi chake hapo. Sasa hizo mbao hizo hapo ukao lazima, kwa sababu kila siku watu wanatoa mizigo na kila siku hizo mbao zipo, kwa hiyo hizo kutoka hapo. Sasa mtu anafujaje kizizi? Na kule bondeni kwenye matunda hawezi kufikia kule. Sasa kule chini kwenye matunda ukiniambia kule sawa, kwa sababu kule ni alizini muda wote wanafikia, hata kufanya muda wa kufanya biashara wakitaka kufikia vizizi vyao wanafikia. Lakini humu kwenye sakafu mimi labda ungeniambia kwamba wanakuja na usembe wanapuliza hapo, mimi ningekuelewa kwamba ushiriki nao ndo angeutumia kwa staili hiyo. Baba, hili soko gumu, kuanzia wafanyabiashara wenyewe soko gumu, viongozi wa soko gumu, na hata wale viongozi wakubwa waliochaguliwa kuongoza wananchi wa kata nzima ya Zingiziwa na Chanika, nao bado wagumu. Pale kuna mtu kama kifusi gari asipiti. Ile nimeona ile. Ile nimeona ile. Kifusi kimemwaga, matokeo sasa hivi tena gari zinapita humo ndo zinapita. Yaani zinapiga ruti ya sokoni sasa. Matokeo yake sema walisema na mwaga kifusi wameenda kuifunga barabara. Haitumiki pale, dimbu halijaisha na kifusi chenyewe naona yaani dimbu halijaisha na kifusi nacho kinaisha. Sasa sielewi unachokifanya kipi. Gari zinapita huko ndugu yangu. Alafu sasa mimi najiuliza. Sasa zile gari zinapita huko. Siku imetokea gari limepita pale linaharibika. Kama gari la mchanga lipita. Linaharibika. Sasa gari ya nyanya ikija wapi? Gari la hii nani viazi kama vile itapaki wapi? Wakati ndio sema kazi pale kushia mizigo. Sasa ndio mbona unajiuliza kipi? Sasa unapaki nje kule. Wengine wabebaji wale makota sana wanashinda na kidali kwa sababu sio nje kwa ndani. Sisi ndio kama hao ndio kazi yao. Sasa kumbe unafanya. Utaacha kushusha wakati lazima ishushe. Hata kama kazi yao bwana, kazi na utu bwana. Kama kuna kazi afu utu hakuna sasa na bure. Bado najiuliza moyoni. Mimi sijakuelewa wewe Zuzu, au ndo mwezi mchanga umeanza? Mimi mwanangu hata sielewi kama mwezi mchanga au vipi. Maana ninavyojua mimi huko mtaani nikipita basi utasikia watu yule baba naye mambo yake jinsi anayofanya anajijua mwenyewe. Lakini mimi mwenzako najionaga sawa. Vyovyote utakavyoongea mimi fresh tu, haina shida. Kweli soko gumu. Kwa hali hiyo soko gumu na tayari mwezi umeingia. Na soko gumu kweli. Bana hapa unamkumbuka yule nani yule. Hivi huko kwani kuna walabu wangapi ndani? Mwarabu ni mmoja tu sokoni kwetu. Kuna walabu wangapi unavyojua wewe? Mmoja, wawili. Kuna huyu nani Mama Devi yule. Mama Devi ndo nani wewe? Mama Devi yule alopakana karibu na Balawa yule pale, nao mjui yule? Yule pakana na Balawa yule Mwarabu yule. Yule si mzalamu. Tena yule mzalamu wa wapi hapo? Kama sio Kibuta atakuwa Kauzeni, au ukipita Msanga unakata huku kushoto unaenda Marui. Basi kama ndio hivyo basi namzungumzia yule mwingine yule nani huyo? Maia. Maia yule. Huyo. Wala hujakosea ulivomtaja, ndio huyo Maia. Tena huyo Maia mwenyewe mimi sijaelewa mpaka sasa hivi. Usielewa wewe nini sasa? Hivi yule Maia ni Mwarabu wa wapi? Yule Mwarabu wa Katari, Mwarabu wa Omani, Mwarabu wa Unguja, Mwarabu wa Pemba, au Mwarabu wa nani Iraq? Yule pale yule huko tunakomaliza huko usiku. Yule pale yule mamake mtu wa Mwanza, babake Mburushi, yani Pakistani. Hata ukaka zake ndio hapo kwa Pakistani. Basi ndio maana yule amevumilia sana kufanya biashara sokoni. Wewe kwani wale wajui wale yani shida zao moja. Mimi nashangaa kwa yule pale. Maana wale kuja kwenye visoko kama hivi utasikia pua wameshika hivi. Yaani wanamaanisha soko linanuka. Lakini nashangaa yule pale kavumilia mpaka sasa hivi kwenye soko lile. Wewe unaona kuvumilia hiyo tu.
Wale mimi wanachonishangaza kitu kimoja. Wale wenzako wale wanajihalalisha tu. Mtoto wa baba mkubwa anamuoa mtoto wa baba mdogo. Mtoto wa mjomba anamuoa mtoto wa shangazi. Mtoto wa shangazi mkubwa anamuoa mtoto wa shangazi mdogo. Yaani ili mradi jambo lele. Lakini cha kushangaza yule pale kaolewa na mchunga ng'ombe tu Mwanza huko anaitwa Mabula. Hapo na mimi ndio niliposhangaa ndugu yangu, eti nimekuja kushangaa eti Maia bwana kaolewa na Mabula. Yule mkulima kabisa rafiki yangu mchunga ng'ombe yule pale Wakati mimi nakumbuka kuna mzee mmoja alikuwa anafuatilia, mzee mmoja wanamuita nani huyu? Hebu nikumbushe nani huyu? Mzee mfupi hivi nani yule? Unasema Dutilo huyo. Ewa, huyo Dutilo huyo. Unaona? Mzee Dutilo namba 6 kisheti yule. Namba 6 kisheti. Zuzu. Mambo mengine tuangalie. Sio kwamba unamsifu. Kwenye ukweli sema ukweli. Yule namba 6 kisheti. Hivi yule mzee Dutilo unavyozani angemheshimisha Mwarabu wa watu au angemdharaulisha tu? Wewe ndaka kuniambia yule namba 6 kisheti yule. Namba 6 kisheti tu ile uharibifu tu umejaa mle. Bwana, na hapo ndo utakapojua kweli soko gumu. Soko gumu baba, nataka kujua soko gumu. Huyo Maia mwenyewe na Mabula ndo aishakufa. Bado najiuliza moyo. Bado najiuliza moyo. Bwana Chaenga. Yaani mimi nataka ndugu yangu, yani nakwambia kitu kimoja. Yaani ukiwa mpole shida, ukiwa mkali nayo shida vile vile. Kwa sababu mimi nakwambia kile choo kile. Yaani kile choo kile nacho jipu. Unacheka? Nakwambia jipu kwa sababu gani ujue? Choo kimetengenezwa fresh, yani ukikitazama kwa mtazamo wa nje huko. Wewe utasema choo si ndio hicho. Sasa ingia ndani uone kile choo jisikilivyo. Kwanza kwenye tairizi zake tu maji yanatuama, cha kwanza hicho. Ukija kwenye zile koki zile zote mpaka sasa hivi zishakuwa mpaka nyuma, yani hazieleweki. Kwanza mpaka sasa hivi zishaota kutu. Sasa sijui tatizo nini mpaka sasa hivi. Au wewe mwenzangu ulivyochunguza tatizo nini? Balenga. Usiwe nimekaa kimya muda mrefu. Ukahisi kama nakudharau au vipi hapa? Ndio. Yaani kama ni kisu kimegusa kwenye mfupa. Ile yenyewe yani. Umenigusa kunako. Umesikia Balenga? Ndio. Wewe umeona tu miundombinu ya chini zile tiles maji yanatuama. Ila kuna vitu muhimu mle hujaangalia baba. Kile choo kwanza kinanuka. Hiyo mimi nishalijua mbona mapema tu. Choo kinanuka, choo kinatoa harufu. Unaenda unajisaidia. Kwa unapojisaidia kwa kawaida ya vyoo kama vile vya public, unakuta na nani vibol vile vinini. Elemende sijui vile nini. Vipo kama dawa sumu ya mende vile. Vinatoa harufu nzuri vile. Chooni. Na vijua hivyo. Mle hawaweki. Umenisoma? Mimi nimekuta sijui mara 2 sijui mara 3 ile. Mimi yani kitu kanafikita vibaki vidogo kama vipipi. Ndio hawaweki hivyo vizuri vilivyolala hivi. Vilivyolala. Umenisoma? Hilo la kwanza. La pili, kile choo koki za maji hazifanyi kazi. Yaani unajisaidia hapa mbele unaiona koki. Ile koki mbovu isharibika. Kwa unajisaidia hapa unaenda kufungua koki ya mtaa 7 ndio unanawa, ukitoka hapo ndio unaondoka. Yaani koki za mle zinaharibika kila siku na hawana mpango wa kuzitengeneza. Sasa ukiachana na hizo koki sasa. Nakupa kubwa kuliko. Kile choo siku ambacho kinafunguliwa tu. Naingia mle pap. Nakutana na tangazo kwenye mlango wa choo fulani hivi. Kwamba hichi choo ni kibovu, akifanyi kazi, akitumiki. Hicho choo baba ni kibovu, akitumiki mpaka leo, na mpango wa kukitengeneza hawana, na mle ndani kwenye vyoo koki za bomba za kutoa maji zinaharibika na mpango kuzitengeneza hawana. Kwenye cha kujikojolea hapa juzi nimeingia, nimekutana na bomba ya kutoa maji kudondosha pale chini ukijikojolea, imechomoka, imewekwa mti. Sio kwamba itengenezwe, imewekwa mti isimwage maji. Mpango wa kuitengeneza nao pia hawana. Sasa Jumatano hii hapa sikulikuwa mnada. Ndio. Nimeenda kujisaidia, nimekuta watu wa mnada hivi wanapanga foleni wanasubiria watu watoke kwenye vioni kuoga na wao waingie wao. Choo kubwa wote kile wanapanga foleni. Shida inayokuepo ishui moja. Viongozi wetu sisi. Sawa? Wanaomiliki kile ni manispaa, au sio? Lakini sasa manispaa wao wanamiliki, wanachukua pesa. Lakini sasa nyinyi viongozi wa soko lazima muwe na kauli. Unaona? Ili mpate marekebisho lazima kauli yenu isikike. Kwa wale manispaa ndio watakufanyeni marekebisho. Lakini sasa kama nyinyi viongozi wa soko mmekaa kimya, wewe unategemea manispaa watafanya? Wataona wao sawa tu, wao wanachukua pesa zao tu, basi. Sasa nikwambie kitu ambacho hujakijua. Balenga, uongozi ni talanta, uongozi ni kipawa. Mtu ujipangie, mimi nataka kuwa kiongozi. Kiongozi Mungu anamteua kupitia watu. Sasa soko lile pale kuna watu wanapenda kuwa viongozi na huo Mungu hajawateua bado wao kuwa viongozi. Ndio maana kosa anagombea huko. Akishindwa anaenda tena kuanzisha kikundi kingine, mradi tu yeye awe kiongozi.
soko lile. Alafu sasa mwisho wa siku kishakuja kwa kiongozi anashindwa kusimamia mipaka ya uongozi wake, majukumu ya uongozi wake anashindwa kuyatekeleza. Bado najiuliza moyoni, bado najiuliza moyoni, bado najiuliza moyoni. Unajua kuna watu katika hii dunia hawana huruma na wenzao hata kidogo yani. Kwa nini? Swali zuri umeniuliza. Hivi wewe bwana Balenga unadhani hawa watu wanaofanya kazi ya kuzoa usafi sokoni kwetu wanatendewa haki kweli? Kuzoa usafi kwanza kurekebisha au kuzoa taka? Wanaozoa taka katika soko letu. Wanatendewa haki maana ili soko sasa hivi linazalisha uchafu kwa wingi sana. Wale wafanyakazi wetu unavyoona wanatendewa haki? Baba, kwanza ulikoongelea mbali kwenye hilo. Mimi mwenyewe nitaka nikwambie hicho kitu. Bahati nzuri umeniwahi. Ushaelewa eh? Bali kwenye ile soko wale watu wa manispaa wanaofanya usafi wale. Toka miaka 3 iliyoisha vile utavifaa vya kufanya usafi mpaka leo. Sijaona tena kuleta kifaa kingine na zaidi vile vifaa vimekwisha. Ushaelewa eh? Wafanyakazi wanaozotaka ndani sasa hivi wanazotaka kutumia mikono na hivyo vitendea kazi wenyewe kuvipata kwa mbinde yani bwana, kuna watu hawana huruma na afya za watu. Ndio maana nikakwambia kuna watu hawana utu. Hata unapokuwa kiongozi, kweli ni kiongozi, unasimamia watu na wafanyakazi. Sawa, simama katika mtiririko wa sheria, lakini ndani ya sheria kuna utu ndani yake. Lazima uwe na utu na wenzio. Sasa wale wanaonekana kabisa hawana utu, wanawatumikisha wenzao hawana utu. Mfanyakazi wa sokoni anafanya kazi ya kuzoa taka. Hana gloves, hana gambuti. Hawana hizi za kuvaa humu nini sijui ndo maski sijui nini za kuvaa humu kuziba pua na mdomo. Hawana mifagio, hawana leki, hawana ushanisoma vile matololi. Sasa juzi kati lilibaki tololi moja soko zima, nafanya kazi tololi moja. Kesho yake akarekebisha sasa hivi kwa matololi 3. Lakini ya matololi 3 yenyewe sipana mkononi. Yaani kama ujala una mbavu ukashiba ile tololi usikumi kwa sababu ile tairi lile limeshachoka. Kwa hiyo ulisukume yani gedegede linagedea kama vile mwanamke ile nani alo katika kiuno center bolt haifanyi kazi. Unasema inagedea. Ni balaa tupu kama ujala hujashiba. Afya yako kama mwenzangu na mimi kifupa na ngozi mixa damu. Usikumi lile tololi. Sasa baba, kinachoshangaza sasa yale matololi yakiharibika babu kutengeneza kwenyewe kwanza kuyatengeneza kwa mbinde. Yani ya wao wanachojua wao kukusanya pesa. Yani hicho ndio wanachokijua wao, lakini sio kununulia vitendea kazi wale wafanyakazi wao. Wao wanachokijua wao kukusanya pesa, mapato yameingia basi. Ikifika mwisho wa mwezi mmekaa waambie tu soko letu limeongoza kukusanya mapato. Sawa, linaongoza kukusanya mapato. Je, wafanyakazi wenu mnawajali? Nimewauliza wafanyakazi, nyinyi mnafanya usafi katika mazingira magumu kama hivi. Sio katika mitakataka ile mnaingiza mikono mnabeba nini? Kwa nini msidai vifaa? Wanasema vifaa tumeshaandikia usi mwaka wa 2 mwaka wa 3 kila siku yani vifaa vyenyewe kuja haviji. Kwa sisi tunafanya kazi hivyo hivyo. Nikaona ni umaskini unaowaponza hao. Sasa Balenga nikwambie kitu. Wale dawa yao ipo. Dawa yao ipo. Nini dawa yao nini sasa? Unataka kujua dawa yao? Tunawaitia waandishi wa habari.